the Lord's table. Amen. And so I'm going to share briefly on the Lord's table, and then we'll invite Pastor David to come. And after Pastor David ministers much later towards the end, then we will all partake of the Lord's table. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Amen. So I'm going to be brief. The Lord's table is something that is very important, because by it we remember the victory kwa sababu kupitia kwa meza ya Bwana tunakumbuka ushindi Jesus has delivered to us, ule ushindi Yesu ametupatia sisi by the finished work of the cross, kwa kazi iliyoisha ya msalaba. Hallelujah. Hallelujah. One of the greatest things katikati ya yale mambo yaliyo makuu important for us as believers, yale yaliyo ya muhimu kama sisi waamini, the death, ni kifo, the burial, na kuzikwa, the resurrection, na ufufuo of Jesus Christ. wa Yesu Kristo. Not only did he rise, si tu ya kwamba alifufuka, but he ascended into heaven, lakini pia alipaa mbinguni. And we are waiting, na tunangoja for him yeye to descend. arudi tena. And when he descends, na atakapokuwa amekuja, the Bible says, Biblia inasema that we will ascend. ya kwamba sisi tutapanda na Yesu. Bible says the dead will rise first, ya kwamba waliokufa watafufuliwa mwanzo, and we who are alive na sisi tulio hai will ascend and join together with the Lord. tutabadilishwa na tupande pamoja na Mungu. Amina. Amen. Amen. Because he ascended, kwa sababu yeye alipaa, we have hope that we are going to ascend. na sisi pia tunatumaini tunapaa. Oh, glory be to Jesus. Utukufu ni kwa Yesu. But today I'd like us to see something about the body, the flesh and the blood of Jesus. Lakini kwa sasa nataka tuzungumzie juu ya mwili na damu ya Yesu. In John chapter number 6, katika Yohana mlango wa 6, we are going to read from verse number 47. Tutaangalia mlango wa 6 mstari wa 46. The Bible says, "Truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life." Amen. Can I read, Pastor, please? Hallelujah. Amen. John 6 verse 47. 47. Acha nisome. Amin, amin, nawaambia, yeye aaminie yuna uzima wa milele. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. It says, whoever believes has yoyote aaminie ana uzima wa milele. Amen. It doesn't say will have. Haisemi atakuwa. Has. Biblia inasema yuna uzima upo wa milele. Glory be to Jesus. Utukufu ni kwa Yesu. Amen. Eternal life is not a future life. Maisha ya umilele si ya baadaye. It begins now. Yanaanza sasa. Eternal life. Maisha ya umilele. What is eternal life? Sasa maisha ya umilele ni nini? Eternal life is the indestructible. It cannot be destroyed. Ni umilele, uzima wa milele mwenye uwezi ukaharibiwa. It is the very life of God. Ndio ule uzima wa Mungu. Amen. Jesus said, "No man taketh this life from me." Yesu akasema hamna yoyote anaweza toa
huu uzima He kutoka says, kwako. I myself lay it down. Akasema mimi mwenyewe ninauweka huo uhai chini. This is the life that we say eternal life. Huu ndio uhai, uzima tunaosema ni uzima wa When umilele. he says no man taketh it from me, it means that it is not in the hands of any man or any power. Kwa hivyo inamaanisha uzima huo hauko chini ya miliki ya mtu yoyote, ha nguvu zozote. No power can interfere with it any inch. Hamna nguvu zozote zinaweza kukabiliana nazo popote. Oh, glory be to Jesus. Ni kwa Yesu. There is no interference whatsoever. Hamna yoyote anaweza itilifiana na uzima wa milele. There is no sickness that killed Jesus. Hamna ugonjwa uliomuua Yesu. There is no sickness that entered in the life of Jesus. Hamna magonjwa yoyote yaliyoingia ndani ya Yesu. Because the life he had was not subject to any sickness. Kwa sababu hai na uzima alio nao haungeweza kupatwa na magonjwa. Even the many beatings that he received, none of those beatings could take away his life. Nikwambia hata mijereji aliyopigwa, hamna mjereji wowote ungemuua Yesu. Oh, glory be to Jesus. Kwa It is Yesu. the life of Jesus is a life that nothing whatsoever can destroy. Kwa hivyo uzima wa Yesu ni ule uzima, hamna chochote kinaweza kuharibu. And that is the life that he has given to us. Na sasa huo ndio uzima ametupatia sisi, amini. And that is the life that he says whoever believes has that life. Na ndio maana nasema yoyote aminio anao huo uzima. Oh, glory be to Jesus. Mungu ni kwa Yesu. Nothing whatsoever. I pray that you believe this. Naomba ya kwamba amini That you have eternal life. ya kwamba una uzima wa milele. We are coming back to John chapter 6, but let's go to 1 John chapter number 5. Hebu tuje mlango wa 5. Because this is important. Kwa hivyo hili ni nzuri ulielewe. Because when you know what you have, Kwa sababu ukielewa ulicho nacho, then you will not be taken advantage of. hamna mtu atakuchezea akufanye mabaya sababu una ufahamu. 1 John chapter number 5, Hebu tuangalie mlango wa 5 verse number 10. na mstari wa 10. Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Whoever does not believe, God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has borne concerning his Son. Pastor, you say which verse? Verse 10. Of chapter 5. Yes. 1 John chapter 5. Oh, 1 John. God bless you. Hallelujah. And then verse 11. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Wacha naomba nisome. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiye mwamini Mungu amefanya kuwa muongo, kwa kuwa hamwamini huo ushuhuda ambao Mungu ameushuhudia mwanawe. So this is important. It says, and this is the testimony that God has given us eternal life. Na Biblia inasema mstari wa 11, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, And this life is in his Son. na uzima umo katika mwanawe. As we experience the eternal life Kwa hivyo inamaanisha tunapata uzima wa milele by Jesus, kupitia kwa Yesu who dwelleth in us. anaishi ndani yetu.
And it goes on and says, Anaendelea akisema, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. It's true. Biblia inaendelea ikisema, na yeye aliye na mwana anao uzima, asiye naye mwana wa Mungu ana huo uzima. It should make us have the consciousness Hebu hizo fahamu zetu zipate hizi habari that this life ya kwamba uzima is only in Jesus. upo tu ndani ya Yesu. When you have Jesus, Ukiwa na you Yesu have the eternal life. uko na uzima wa milele. Oh, Jesus. Not that you will have it, you already have it. Bwana, si eti utakuwa na uzima wa milele, unao. When a sickness tries to come and you say, I have Jesus and Jesus has given me eternal life, and because any sickness did not kill Jesus, this sickness is out of my body. Kwa hiyo unaanza kukiri uzima ninaoishi ni uzima wa Yesu, na kwa sababu Yesu hana magonjwa yoyote, haya magonjwa hayawezi kukaa ndani yangu. Toka na uende. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And now verse 13 says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoamini jina la mwana wa Mungu. Turn to your neighbor, tell your neighbor it is important for you to know that you have eternal life. Mwambie ni muhimu ujue na uzima wa milele. Tell him or her again, you have eternal life. Una uzima wa milele wewe. Oh, glory be to Jesus. Utukufu ni kwa Yesu. Anyone that has received Jesus, Yoyote amempokea Bwana Yesu, you have it. unao uzima. You have eternal life. Unao uzima wa milele. It is something that you're not waiting to have it. Si eti You uzima have it. unangojea eti utaupata. Bwana, huo uzima unao ndani yako. Amen. And this is the very first thing you received Na hiki ndicho kitu cha kwanza wewe upokea when you got unapookoka. born again. Wakati umekuwa umeokoka, The Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes should have eternal life. sababu Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanae wa pekee ili yoyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Look at what the scripture says. It says, should not perish but have eternal life. Biblia inasema usiangamie bali uwe na uzima wa milele. Which means you cannot be perishing with eternal life. Kwa hivyo inamaanisha Bwana, amina, hauwezi ukaangamia wakati uzima wa milele unakaa ndani yako. Anybody perishing, they do not have eternal life. Wowote wanaoangamia hawana uzima wa milele. But if you have eternal life, you will not perish. Lakini ukiwa na uzima wa milele, Bwana, huwezi Because ukaangamia. that's what the Bible says, shall not perish Ndio maana but have Biblia eternal inasema, life. hautaangamia bali utakuwa na uzima wa milele. Say, I refuse to perish because I have eternal life. Nakataa kuangamia sababu nina uzima wa Oh, milele. glory be to Jesus. I refuse to perish because I have eternal life. I shall not perish. I have eternal life. Oh, glory be to Jesus. Utukufu ni kwa Yesu. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus. The eternal life of Jesus Sasa uzima wa milele that wa He has Yesu, bestowed upon us ule uzima is ametuweka a life to ndani. shield us from perishing. Wewe huo uzima unakukinga wewe usiangamie. And it is something that
every believer should treasure that I have eternal life. Na hicho ni kitu cha kuweka udhamana kwa kila Mkristo ya kwamba una uzima wa milele. Oh, hallelujah. Hallelujah. It is something that we should be conscious about, should be aware of. Hicho ni kitu inatakana tujue na kila wakati tutendee kazi, unaona? Because it is a great weapon Kwa sababu hiyo ndio silaha kuu ulio nayo. that God gave us. Aliyetupatia His Mungu. own life. Alitupea uzima wake. Because his own life Kwa sababu uzima cannot be wake destroyed. hauwezi ukaribiwa. No man can destroy. Amen. No man can destroy. No power can destroy. Hamna nguvu zinaweza haribu. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Amen. So when we go back to John chapter 6, Kwa hivyo tunaporudi katika Yohana mtakatifu mstari wa 6, verse mlango wa 6. verse 49 says, your fathers ate manna in the wilderness and they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat of it and not die. Baba zenu walila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Oh, glory be to Jesus. Utukufu ni kwa Yesu. No, there are things that people eat and they die. Kuna vitu unaweza kula na ufe. It may be such a delicious meal, Kinaweza kuwa ni chakula kitamu, but when they eat it, lakini wanapokila, because of the nature, kwa sababu ya asili, there are certain things it cannot give. kuna vitu hivyo vyakula haviwezi kusaidia. Hallelujah. Bwana sifiwe, haleluya. But it says manna came from heaven. Unaona, mana ilitoka mbinguni, They ate manna, wakala mana yet they died. na wakafa. But Jesus is telling them Lakini Yesu that I anasema am the bread ya kwamba mimi ndio mkate that comes down from heaven. unaotoka mbinguni. The bread that I am, Mkate mimi that ndio came down from heaven, unaotoka is mbinguni greater than the manna that came from heaven. kuliko unaotoka mbinguni, Because he says that this is a bread kwa sababu anasema that you shall eat and not die. ya kwamba tutakula tutakufa. Oh, glory be to Jesus. Utukufu kwa Yesu. And it says Anasema in verse 51, I am the living bread Biblia inasema ya kwamba mimi ndio mkate, that came down from heaven. mimi ndimi chakula chenye uzima kilioshuka kutoka mbinguni. If anyone eats of this bread, Mtu akila chakula hiki he will live forever. ataishi milele. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Na chakula nitakacho kitoa mimi, naomba nisinirudie. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. It tells us Natuambia that this bread sasa huu mkate is his very flesh. ni mwili wake. Oh, hallelujah. Hallelujah. It is his flesh. Ni mwili wake. You know, when he said this, others began to dispute in this verse 52. Then the Jews then disputed among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Wakaanza kuzungumziana wakisema, inaendaje huyu mtu eti anatupatia mwili wake tule, nyama zake tule? And then he replied to them and said, truly, truly, I say to you, unless you eat
of the flesh No. of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Basi 53. mstari wa 53, basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. And then verse number 54. Mstari wa 54, Whosoever eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, anaye uzima wa umilele. So when we eat the flesh of Jesus Kwa hivyo tunapokula mwili wa and Yesu drink his na blood, kunywa damu we yake, receive eternal life. tunapokea uzima It, wa milele. it reinforces that life in us. Unatangazia huo uzima ulio ndani yako. Glory be to Jesus. Utukufu ni kwa It Yesu. reinforces eternal life. Inafanya huo uzima kudhibitika. This is why people eat the flesh and drink the blood of Jesus and sicknesses disappear. Ndio maana katika kula mwili wa Kristo na kunywa damu yake, ukisimama katika imani, magonjwa yanaenda. They eat the flesh of Jesus and drink the blood of Jesus and demons flee away. Wanakunywa damu ya Yesu na kula uzima mwili wa Yesu, mapepo wanaachia. Because what it reinforces is the eternal life. Sababu kinachotangazwa katika uzima wa Yesu ulio ndani yako ni uzima wa umilele, Which cannot be destroyed. mwenye hauwezi ukaharibiwa, So that anything that the enemy may have released ili ya kwamba kama kuna chochote adui alikuwa ameachia as a weapon of destruction to cause anyone to perish, kama silaha ya mambo yote ya kukuletea uharibifu, as you eat the flesh and drink the blood of Jesus with the revelation of this, unapokula mkate na kunywa damu yake na ufunuo, every weapon is destroyed. kila silaha inaharibiwa, Its power is brought low nguvu zake zinawekwa in the mighty name of kwa Jesus. jina kuu la Yesu, In the mighty name kwa of jina Jesus. kuu la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Because it says in verse 55, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Kwa sababu mstari wa 55 unasema, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli, aulaye mwili wangu. Nimeenda mbele. Yes. So but 56, whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu mimi, nami hukaa ndani yake. So when the moment we are eating the flesh of Jesus and drinking the blood of Jesus, Kwa hivyo muda tu tunapokuwa tunakula mwili wa it Kristo says na tunakunywa damu yake, whoever does that abides in him, yoyote hufanya hicho kitendo And we- anadumu and ndani yake, we also abide in him. na yeye pia anadumu ndani yake. And then he continues to say, when we do that, we live because of him. Na Biblia inasema tukifanya hivyo, Bwana, tunaishi kwa sababu yake. So we live because of him. Tunaishi kwa sababu Yesu anaishi ndani. We live because of everything that makes God. Tunaishi kwa sababu ya chochote kile kinamfanya Mungu kuwa Mungu. To exist, Kuishi to be God, kuwa to Mungu, be all powerful, kuwa to Mungu, be ever victorious, kuwa Mungu mwenye ushindi, to be almighty. kuwa Mungu mkuu. That very nature of God Bwana, huo ukuu comes upon us hiyo asili ya and we experience iko it. ndani yetu na inaanza kuonyesha kazi. Oh, glory be to Utukufu Jesus. kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya.
When we eat the flesh of Jesus and drink his blood, wakati tunakula mwili wa Yesu na tunakunywa damu yake, this is something great. hiki ni kitu cha ukuu sana. This is something great. Hiki ni kitu cha ukuu. This is healing. Huu nakwambia ni This uponyaji. is deliverance. Huu ni ukombozi. This is advancement. Sasa haya ni kusonga mbele na kuendelea. This is the very nature of God, Sasa hii ndio asili kweli ya Mungu reinforced in the lives of believers. katika maisha ya watakatifu. Oh, glory be to Jesus. Hallelujah. 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 That's why I would like you to know, Ndio maana naomba ujue, when the time comes when we'll be eating the flesh wakati utakapokuwa umefika, tunakula and mwili drinking the blood, na kunywa damu, be ready wewe kuwa tayari to receive your healing, kupokea uponyaji, to receive deliverance, kupokea ukombozi, even to receive finances, money. hata upokee hela yako ile ambayo alikuwa amefunga. Galatians 3, we've read this over and over again. Wagalatia tumekuwa tukisoma mstari mara kwa mara. Maybe let's start from verse number 13. Hebu tusome mstari wa 13 wa Galatia 3. In here there is also finances. Hapa pia kuna baraka za kifedha There is wewe. wealth. Kuna ukwasi, utajiri. Glory be to Jesus. Utukufu ni kwa Yesu. Look at what the scripture says. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Biblia inasema hivi. Wagalatia 3:13. Naomba nisome. Hallelujah, we give God praise. Amen. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu mimi ni Mkamba nimebarikiwa juu ya miti. And then verse 14. Na mstari wa 12 wa 14. Why was he hung on that tree? Kwa nini alitundikwa mtini? That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Bwana ndio baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani, That we might receive the promise of the Spirit through faith. ili tupate kupokea hiyo ahadi ya Roho kwa njia ya imani. That even the work of the cross Hata kazi ya msalaba was not just for the salvation of your soul, but it was even for our finances. haikuwa tu ni kwa pesa zetu, And I pray in the mighty name of na Jesus ninaomba kwa jina la Yesu that everything ya kwamba kila kitu that was delivered by the work of the cross, kilichomalizwa na kazi ya that it msalaba, be perfected in our lives. ya kwamba kitakamilisha kazi katika In maisha the yetu mighty name of kwa Jesus. jina kuu la Yesu. Every curse Kila laana that brings about poverty and lack, inayoileta ufukara, Jesus was hung on the cross. Yesu katundikwa He took it msalaba, out of the way. aliondoa kwa And in njia, the mighty name of na kwa Jesus, jina kuu la I Yesu refuse to lack. nakataa I refuse to be poor. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I receive the grace for wealth. I receive the grace for divine supply. I receive the grace for abundance. In the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. I receive I receive it. What the cross has done for us yale mambo msalaba umefanya kwetu, is that
all this happened Haya yote yalitendeka so that we receive grace. ili tupate neema, Grace for salvation. neema ya The wokovu. Bible says we are saved by grace. Biblia inasema tumeokolewa kwa It is imani, not of one man's doing. si eti kwa sababu ya mambo mazuri uliyoyafanya. I can do nothing to be saved. Bwana, sina chochote naweza jifanyia niokoke. It is the grace Ni neema of inaniokoa God ya that Mungu, has brought that ya salvation. kwamba imeleta huo wokovu, And it is that same grace na ni hiyo neema that delivers inaoleta wealth ukombozi, to us. inaleta ukwasi Oh, glory. kwetu. Amina. Second Corinthians 9:8. Wakorintho wa pili 9:8. Today, by this Lord's table, we are praying for healing, for deliverance, and even for finances. Leo katika meza ya Bwana tunaombea ukombozi, uponyaji na hata ukombolewa kutoka kwa ufukara na umaskini. Look at it. And God is able to make all grace, not some grace, all grace. Mungu ana uwezo wa kufanya neema yote, All grace abound toward you, neema yote imiminwe kwako, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. ya kwamba ukiwa na utele wote katika matendo yaliyo mema. So we pray that that grace, Kwa hivyo tunaomba hiyo neema all of it, all of it, yote all of it yote will abound. itajazwa. Let it abound towards me. Wacha ikawe kwa Let it wingi, abound towards me. wacha ikawe kwa wingi, Let it abound towards me. wacha I do not want to suffer lack. sitaki tena In the mighty name of kwa Jesus. jina la Yesu. No more lack. Hamna tena, No more lack. hamna tena. I receive divine supply Ninapokea by the grace of God. kwa neema ya Mungu. In the mighty name of Jesus. And that I will always have all sufficiency. Wakati nitakuwa na Not in some things, but in all things. kwa vitu tu, lakini kwa vitu vyote. And by this same grace, Na kwa ile I declare that I receive an abundance, for every good work. In the mighty name of Jesus, I refuse to lack. I refuse to lack. I refuse to be poor. By the grace of God upon my life, I refuse to be poor. I refuse to lack. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I receive supply of all things. I receive abundance. I receive abundance. I receive abundance. In the mighty name of Jesus. Oh, glory be to Jesus. Libra katayande lebegiri. Erimo celebrate katayande lebegiri. Sharaba katayande lebegiri. Rekabagada yande lebegiri. Zelibra katayande lebegiri. Iraba kataya. Lift up your voice. Speak over your life. Speak deliverance over your life. Speak healing over your life. Speak health over you. Speak financial breakthrough over you. Rakabagaya Bilibigin. Shiribikitili Bagadaya Bilibigin. Sharabakataya Bilibigin. Irabakataya Bilibigin. Zilibregedegedegedegedegede. Rabakataya Bilibigin. Marabakataya Bilibigin. Shiribegedegedegedegede. Irabakataya Bilibigin. Shiribegedegedegede. Irabakataya Bilibigin. Shiribegedegedegede.
Irabakata yandele begedere. Zelibrede kete yandele begedere. Irabakata yandele begedere. Zelibrede kete yandele. Rabakata yandele begedere. Oh, we give you praise, we give you glory, Lord. We honor you, Jesus. We honor you, King of Kings. I have eternal life. The life of God is in me. I have eternal life. The life of God is in me. Rakabagadayada. Endelebegediri. Zulibregediri. Makarabagadayada. Rekebegediri. Ziribegediri. Marede keselibegediri. Ribeketeyendebegediri. Reketelibregediri. Reketelibegediri. Reketelibegediri. Barakata yandele begediri. Irabakata yandele begediri. Barabakata yandele begediri. Zirri begediri yandele begediri. Irabakata yandala bagadayada. Sharabakata yandele begediri. Irabakata yandele begediri. Irrebekete yandele begediri. Rabagada yandele begediri. Irrebekete yandele begediri. Irabagada yandele begediri. Irabakata yandele begediri. Irrebekete yandele begediri. Rikabagada yandele begediri. Oh, we give you thanks, we give you praise. Eternal life is at work in me. Eternal life is at work in me. Eternal life is at work in me. Oh, we give you thanks, we give you praise. Hallelujah. Kale yote yamepita.
Siku
kustaajabu.